Kwanza mimi naitwa Godwin Kilele. Mheshimiwa Godwin Kilele, natoka hapa Sagala. Tumekuja hapa kwa mazishi ya ndugu yetu ambaye aliuawa na ndovu. Tumeshangazwa sana manake hakuna kiongozi hata mmoja wa county ama wa national ambaye amekuja. Tumeshangaa sana. As we are talking, sasa unaona tumezika haraka kwa sababu where we are right now, 100 meters from where we are right now, ndovu zimetapakaa, inabidi kila mtu akimbie mapema. KWS ni shirika la kijinga tu, lakini halijengi mashule ama kusaidia katika kufanya maendeleo, corporate social responsibility. Hakuna, ni shirika tu, hakuna faida yoyote ya hili shirika hapa Taita Taveta. Afadhali hiyo 62% of land iregeshewa Taita Taveta tulime mchele. Yani hawa watu hata ukienda KWS, tumeletewa maskari hapa social hall. They are just having fun, drinking, they're on a drinking spree, doing nothing. Wenyewe masikio yao ni marefu. Hakuna Mtaita hata Mtaveta katika hao. So vijana hawaandikwi. Yani ni jambo la kutamausha. Tunakemea kitendo hiki na tunakemea pia viongozi wetu wa Taita Taveta. It's quite shameful. Tumesikia kwamba Joho anakuja Kishushe, which is good for mining. But hili ni jambo la emergency. I think wanyamapori wako under national government. Sasa tuko na wabunge 6, 2 county MPs na 4 MPs. Lakini wote hawako, hakuna hata pole, wamekaa tu yani kama mfano wa viongozi. Watu wako very busy electioneering, watu wanataka viti vingine. This na munsame. Lakini it's unfortunate kwamba Wataita Taveta, jaribuni kuamka from your slumber, because this is not the way we are going to be electing our leaders. Kama mnachukua tomatoes, alafu 1 week after kuchagua mnaanza complain. It's not making sense. So we are calling upon the national government and KWS. Haraka tumetoa ultimatum kufikia Wednesday next week. That is nearly 5 days from today. Kama hawajatoa ndovu zao hapa, tunaziua zote. Na hakuna pale wataenda. Na furthermore, katiba imesema mnyama yote akiingia kwako muue tu ama muudhuru. Kwani hiyo katiba Kilele aliandika? Ujinga tu huu ambao unaendelea. So tumewapatia ultimatum, aina yoyote ya mnyama, paka ngamia, tukipata hapa shambani tuna deal nazo, hata kama si ya KWS. Mmenielewa? Lakini kumekuwa na ujinga mkubwa. Kama mnafikiria mko serikalini mweza tawala kila mtu, si hivyo, hatutaruhusu. We are going to deal with this issue decisively na kwa makini sana, and we are serious. Sisi ni Wasagala. Nimwambia ndovu zikae hapa kufikia Wednesday next week, muje mchukue pembe. Hiyo tu ndio naweza sema, lakini tumeumwa kupoteza ndugu yetu. Manake ameacha watoto, familia, unaona hali vilivyo, hakuna chakula. Hivi mashamba yote hapa yameliwa karibu yote. Hakuna compensation yote. The law says 48 hours KWS will deliver an assessor, mtu wa kuangalia hasara. They don't do that. Menelewa ni wajeuri, yani sijui ni watu aina gani. Yani wako kama hao wanyama ambao analinda. They're very useless organization. So yangu ni hayo, nimeumwa, lakini jamani tuweke Mungu mbele. Lakini uchaguzi unakuja, lakini fungueni macho yenu. Watu wamekaa miaka 10 wanataka kuongoza nini ingine? Hakuna kitu. Wote hawajakuja kwa sababu haya ni matanga maskini, ameulewa na ndovu, hana maana yote. Umeelewa? Lakini kiwa tajiri wa Nairobi amekufa, utaona magari mengi sana hapo. That is stupidity of highest order. Hiyo ndio naweza sema kwamba I'm very much disappointed as a person na as a community. Tunaona tu kama tumeachwa peke yetu, hakuna leadership, hakuna mtu anajujali. So hiyo ndio naweza sema kwa ufupi. Otherwise Mungu atusamee, lakini hizo ndovu zenu pembe muje mchukue Wednesday. Kama nyinyi ni wanamme kweli KWS, ama mtoto wa KWS aje nishike mimi. Nimesema mnyama yoyote wa KWS ambaye atapatikana hapa by Wednesday, awawe na tukule nyama. Hatutupi. Umeelewa? Na mtu wa KWS kama ameumwa sana aje anishike mimi. Kwani ni mimi nilisema hiyo KWS wanyama wakae paki, wananchi wakae hapo? Si ni katiba yenyewe inasema hivyo? So yangu ni hayo kwa ufupi. Asante. Kwa majina kamili naitwa Christopher Shangaishi Mwanjala. Leo tumekuja kama watu wa Sagala tukiwa tunahuzunika kwamba tunapoteza watu wetu nyumbani. Na tunapopoteza watu wetu hatuoni watu wakijitokeza wakikashifu hiyo kitu. Watu wamenyamaza tu, hata mtu anazika utadhania ni panya amekufa ama mnyama yote ama mbuzi. Na tunakemea kwa uchungu sana tukiwa tunakuja hapa kama watu wa Sagala, tunasema kwamba enough is enough na tunaomba serikali iangalie hii issue.
na sisi hatuna mengi. Yetu tunaomba kama kweli wanaona kama Sagala kujatoa kiongozi, basi ni wakati Sagala aanze kutoa viongozi ambao wataongea na kutetea watu wao, kwa sababu kama watu wanaweza kufa na hakuna mtu, watu kumenyamazwa tu, watu wamenyamaza, inachukuliwa kama yani tushazika, sasa hivi imesaulika. Basi sisi hatujasahau, because kuna watoto wameachwa nyuma. Hata tunakaa kama watu wa nyumbani, tunaanza kuchanga vile tutafundisha, vile tutafanya vipi, haikai picha nzuri kabisa. Mimi naomba wahusika watoke, wajitokeze na waje wafanye ile kazi inatakikana hapa. Hataki tusikie tena kifo kingine kimetokea hapa kwetu Sagala, sababu mimi sikufichi, Sagala ndo kumetokea. Sasa hivi imefuatilia, I think kuna wakati alikufa mtu amegongwa na nyati. Sasa hii nyingine ametokea ni ndovu. So sisi tunakashifu kwa uchungu sana, na mimi naomba watu wote wa Voi pia isiwe ni swala la Sagala peke yake. Leo itakuwa Mbololo, siku nyingine itakuwa Kasigao. Basi leo hii watu wajitokeze na waseme kwamba hatutaki tena hiyo kitu kirudiwe, na tunaomba watu ama zile ofisi husika zijizatiti na zijitokeze ziweze kufanya ile swala na kulishika kwa umakini. Asanteni sana. Mimi naitwa Chris Ponga na ningependa kuungana na wenzangu hapa kukashifu kitendo ambacho kilitokea juzi cha ndovu kuua mtu wetu hapa Sagala, kwa sababu hili halijatokea mara ya kwanza, limetokea tena juzi. Hata mwaka hujaisha kuna mtu wetu alikuwa ameuawa na nyati hapa, na hatujaona hatua yote ya maana ilichukuliwa. Na sasa hata ndovu juzi ameua, lakini huyu ndovu bado anazunguka hapa tu, anazurura tu hapa bado, na KWS wako hapa. Unajua ile kitu ambayo inatuuma ni kwamba tuko na maafisa wa KWS hapa. Mnyama akiua binadamu anafaa auawe. Huyo mnyama ni mwendo wazimu, kwa sababu anatembea peke yake. Na ndio maana tumetokezea kama viongozi wa Sagala tukitoa ilani kwa KWS, ni mtoe huyu mnyama hapa, ama sisi wenyewe wananchi tumtoe huyo mnyama, kwa sababu kama mtamtoa sisi tutamuondoa. Hatuwezi. Maisha ya binadamu ni muhimu zaidi kuliko jambo lolote lile, kwa sababu ni watu wangapi watauawa ndio KWS waje waingilie kati waondoe hawa wanyama hapa. Sisi tunasema hivi, KWS mfanye kazi ama muondoke, mtuachie wananchi tuwafanyie hiyo kazi ambayo tuliwaajiri muifanye. Ni hayo tu kwa leo. Asina ya ziada. Asanteni. Kwa majina naitwa Salim Makoma, na mimi pia ni mkazi wa hapa Sagala. Na kwa kweli kabisa ni jambo la kutamausha kuona kwamba maafa yanatokezea, alafu viongozi wanapata habari, alafu hakuna hata mtu mmoja anawajibika. Ni wazi kwamba viongozi wamelegea kwenye majukumu yao, na haitakuwa vyema sisi kama wananchi tuendelee kupata tabu tukisema kwamba tuna viongozi. Kwa hivyo langu ni kuungana tu na wenzangu, kwa sababu maafa haya ambayo tumekuwa tukipitia sasa hivi kwa chini ya kipindi cha mwaka mmoja tumepoteza maisha ya watu wawili kwa kupitia kwa wanyamapori. Na haitakuwa vyema sisi tuendelee kupoteza maisha. Itakuwa vyema sana tuwapatie tahadhari viongozi walio mamlakani kwamba 2027 inakaribia, na jambo linalofuata ni moja tu peke yake. Kwanza kabisa tutabadilisha uongozi. Uongozi nao hatuna budi tutabadilisha tu. Kuanzia MCA kusonga mbele, yule ambaye amezembea ajue tu chake kiko motoni. Sisi na wananchi lazima tutachagua viongozi watakaoweza kuwajibika. Hilo ni jambo la muhimu sana kulieleza. Pili, lazima pia tueleze KWS kwamba wanafaa kuwajibika, kwa sababu hilo ni jukumu lao walipewa na serikali kulinda mwananchi dhidi ya wanyamapori. So hatutaendelea kuangalia mtu anazembea kazi yake na hakuna jambo linafanyika. Tunatoa tahadhari sisi kama wananchi kusema kwamba iwapo mtu atazembea, basi sisi wananchi tutachukua hatua mkononi. Na sidhani kama itakuwa vizuri. Lakini cha kwanza, katiba imeturuhusu tujitetee, tujisaidie kutokana na hatari ya wanyama. Kwa hivyo tutakapochukua hatua yote, nafikiri serikali ipo inaona, na wale viongozi wengine ambao wanafaa kuwajibika pia wanaona. Sisi tuko hapa, na kama kiongozi hajawajibika, chake kiko motoni. Ni hayo tu peke yake. Asanteni sana.
Okay, kwa majina yangu ni Jackson Kombo. Nami pia ni mkazi wa Sagala. Leo tuko hapa, tumekuja kujumuika na wenzetu kuomboleza kifo cha ndugu yetu ambaye aliuliwa na ndovu. Nafikiri ni kifo cha uchungu sana katika karne hii ya 21. Bado tunaongea mambo ya wanyamapori kuingia na kuua wananchi. Na laani kitendo hicho, kwani hisi jambo la kwanza limetokea hapa, na tunapinga vituko kama hivyo, kwani vimetuacha katika hali mbaya sana. Na ikizingatiwa viongozi wetu kama wenzangu wenye wametangulia kusema, tokea Jumapili ripoti itokee mpaka leo hii hatujasikia kiongozi yote yule ambaye tulimchagua kuanzia kwa governor, senator, women rep, wabunge, hata MCA akikashifu kitendo kama hichi. Jana mimi nilikuwa hapa, tulipotoa mwili tukaja paka hapa. Wananchi wamenyamaza. Yaani ile hali iko ni kama, ile hali tumefinyiliwa kiasi cha kwamba hatuna njia ya kujitoa. Na ndio maana tumekutana na viongozi hapa kuhakikisha kwamba tunarudisha ile hali ilikuwa zamani, kwamba sisi Wataita na Wasagala si kwamba ni waoga. Lazima tuhakikishe kwamba ndovu anatolewa ama anaondolewa kando na wananchi. Vile wenzangu wamesema kwamba tutahakikisha kwamba hizi ndovu hazitakuwa karibu na wananchi, na tutahakikisha kwamba tumesukuma swala hilo. Tukiulizana kwa kweli, kama kweli hizi conservancies ziko hapa ni mingi, je, barabara zetu za Taita ni nzuri kuliko za watu wengine? Tukiangalia shule zetu ni bora kuliko za watu wengine? Tukiangalia hospitali zetu zimejaa madawa na ziko katika hali nzuri kuliko zingine? Kwa nini sisi ndio tunawekea wanyama hapa? Sasa hayo ni masuala yenye tunataka tuhakikishe kwamba tumeyazungumzia, na tuhakikishe kwamba hawa wanyamapori wamewekwa kando na wananchi, ili tuhakikishe kwamba wananchi wako salama mahali pao pa kuishi. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa John Kele. Mimi ni mkazi wa hapa Talio Nyika. Leo hii tunakemea kitendo hii ya wanyamapori kuua watu. Huyu amekufa ni wa pili chini ya miezi 6. Na tujaona viongozi wakichukua hatua mzuri, bali watu wa KWS wako hapa, they are doing nothing. Hata kuwaita kwenyewe, mimi kama mkazi wa hapa, ili jambo lilipotupata, mimi ndio mtu wa kwanza kufika hapo mahali tulikuwa tunaenda kutafuta hiyo mwili. Na watu wa KWS walikuwa tu hapa kwa social hall, na tuliwapigia simu hawakuja kwa haraka, mpaka tukapiga simu Voi ndio wakaja tena, walikuwa na kiburi sana. So sisi tunaomba hao wanyama watolewe na watoto waanze kwenda shule. Sasa kuna taharuki kubwa sana, kwa sababu hiyo ndovu nasikia bado anaonekana kwa kijijini, na hata leo kwenyewe nasikia kuna mtoto amemwona mahali, na huyo ndovu amekuwa mjeuri. So kabla hatuwezi ngoja hasara nyingine, ikiwezekana sisi wenyewe tutaenda tumchague ndovu na tuhakikishe tumefanya nini, tumemdhibiti. La sivyo hata tukikosea yoyote ndovu tutakutana na yeye, sisi tunashumu ni yeye amefanya kitendo, na tunadili na yeye. Na kama viongozi wetu wameshindwa na kazi, hii mwaka ni ya mwisho. PO Box kila mtu nyumbani. Tulete viongozi ambao watasaidia kabisa na wananchi na wahudumia wananchi. Asanteni sana. Majina yangu naitwa Doreen Mwakina, na mimi ni mzaliwa wa hapa Sagala. Na kitendo hiki cha ndovu kimezidi kutuumiza sana kama Wasagala. Napenda kusema hivi, 2017 tarehe 2 mwezi wa kwanza, kunaye shangazi yangu aliuliwa na ndovu hapa Mwakoma. Na kesi ilipopelekwa mbele, ilikuja kuhakikishiwa kwamba yule shangazi hakuuliwa na ndovu. Sasa tunataka kusema hivi, sisi wananchi wa Sagala hatutabaki wajinga milele. Tutaendelea kufunguka macho na masikio. Leo pia kujeni na huo ushahidi wa kusema kuwa huyu jamaa hajauliwa na ndovu, kwa sababu tunajua kesi itaenda kotini, na wakati kesi itaenda kotini, basi tunataka tuone haki ya hii familia imepatikana kwa wakati tena wa haraka, kwa sababu familia hii ni familia ambayo iko hali ya chini zaidi.
Yaani ukisikia kwa familia chochole hapa Sagala, basi hii ni familia mojawapo. Kwa hivyo tunataka haki ichukuliwe mapema, familia hii isaidike mapema, kwa sababu mzee amekuwa ni mtu wa kuuza makaa, mzee amekuwa ni mtu wa kujikimu kwa kuchunga. Kwa hivyo tunataka familia hii isaidike kwa wakati unaofaa. Kesi zinapokuja kwenu KWS, tunaomba muzifuatilie kwa hali inayotakikana, hali ambayo itampatia mwananchi wa Sagala haki yake kwa wakati. Tumechoka kudai haki zetu na ndovu zenu, basi tunasema ni vizuri hizi ndovu zikae mahali zinatakikana. Mwananchi wa Sagala aachwe aenjoy maisha yake vile inatakikana. Imenana papai wangu shigati nije mapapai wangu kwa hali inayotakikana. Maana tumeona ndovu zinakuja paka milangoni, zinavunja mipaipai yetu, zinakula kila kitu. Tutaenda wapi na hakuna hata mvua? Kwa hivyo viongozi wetu leo mmetuangusha na tumesikia uchungu sana, kwa sababu tumechagua viongozi ambao wako kwa kiti paka leo, lakini leo tumeomboleza sisi tu peke yetu kama mayatima. Sawa, tumekubali ni mayatima, lakini haki ya Msagala lazima isimame. Mungu awabariki. Mimi ni Reverend Duncan Mjomba, kasisi kanisa Anglikana maeneo haya ya nyanda za chini ya Sagala, na kikubwa ambalo kanisa inaomba kwa KWS ni kwamba la kwanza, haki ipatikane, haki ya mjane pamoja na watoto walioachwa na marehemu Jefferson. Lakini pili, kanisa inaomba kwamba hali ya umaskini ambayo imeletwa na wanyama pori hawa ndovu, kwamba serikali iangalie compensation process na iharakishe. Wapo wakulima wengi wamepoteza mimea yao shambani na hali ya umaskini inazidi kukithiri sana. Na ukiangalia rates ambazo watoto wa grade 10 pia hawajaripoti shuleni, maeneo haya yanasumbuka kwa kweli kwa sababu ya hali ya umaskini. Serikali tunaomba ingilie kati. Mwisho, kwa sababu ya kuathirika kwa muda mrefu na wanyama pori, tunaomba kwamba watoto wetu wameishi wakiona ndovu kwanzia wakiwa wadogo. Tuomba slots nyingi za KWS zije hapa kwetu, zipewe watoto wetu, ili kwamba tuweze kujisaidia mali ambapo tumenyanyasika kwa muda mrefu. Kanisa linaomba haki, kanisa litasimamia haki, kanisa litazidi kusimama kwa haki hiyo. Na viongozi wote wa county pamoja na national government, act on this as fast as possible because we are getting impatient. Jamani, kanisa linaomba haki. Asanteni sana.